السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu asema alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema: atimmu rukuu, kamilisheni rukuu zenu, wasujud, pia kamilisheni sujudu zenu. Fawalladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, Allah jalla jalaluhu, inni la arakum min ba'di dhahri, mimi nawaona kwa nyuma ya mgongo wangu, idha ma raka'tum wa idha ma sajadtum, pindi mnaporukuu na mnaposujudu. Ndugu zangu waislamu, katika khutba iliyopita tulijikumbusha kuhusu jambo muhimu la kumfuata imamu katika swala za jamaa. Leo hii biidhnillah tutajikumbusha nguzo muhimu katika nguzo za swala, nayo ni nguzo ya at-tumanina, kumakinika na kutulizana katika swala. Katika hadithi niliyoitangulia kuitaja, Mtume sallallahu alayhi wasallam aligundua kwa baadhi ya maswahaba zake kwamba hawatimizi rukuu zao na sujudu zao, hawasimamishi migongo yao sawa sawa wakati wanaposujudu na wakati wanaporukuu. Akawaambia alayhi salatu wassalam: atimmu rukuu, kamilisheni rukuu zenu, wa atimmu sujud, vile vile kamilisheni sujudu zenu, kwani hakika mimi nawaona kwa nyuma ya mgongo wangu pale mnaporukuu na pale mnaposujudu. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akitufunza na kutuelekeza, bali akituamrisha kwa jambo hili muhimu la kumakinika katika swala zetu. Hadith maarufu ya yule sahabi aliyekosea katika swala yake,
alipomfunza mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia thumma rka' hatta tatma'inna raki'a thumma irfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'ima falyakhudh kull 'udhmin ma'khadhihi wa fi riwayah حتى يرجع العظام إلى مفاصلها ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. kuelezea jambo hili muhimu la tumaanina, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi hii, atufunza na kutuelekeza thumma rka', kisha rukuu, akimwelezea yule sahabi aliyekosea katika swala yake, kisha rukuu hatta tatma'inna raki'a, mpaka utulizane umakinike hali ya kuwa umerukuu. Ukifika katika rukuu usifanye haraka ya kuanza na adhkar, makinika kwanza. Thumma rfa' ra'saka, kisha nyanyua kichwa chako, hatta ta'tadila qa'ima, paka uwe wima hali ya kuwa umesimama. Falyakhudh kull 'udhmin ma'khadhihi, kila kiungo kichukue mahala pake, kila kiungo kichukue mahala pake. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine akasema alayhi salatu wassalam, hatta yarji'a al-'idhamu ila mafasiliha, mpaka kila kiungo kirudi mahala pake, mifupa irudi mahala pake, uwe umerelax kabisa katika nguzo kama hiyo, ndipo uanze adhkar na ndipo uende katika nguzo nyingine. Usifanye haraka. Thumma sujud, kisha sujudu, hatta tatma'inna sajida, mpaka utulizane hali ya kuwa umesujudu, umakinike katika sujudi yako. Thumma rfa', kisha nyanyuka, hatta tatma'inna jalisa, mpaka utulizane hali ya kuwa umekaa. Hivi ndivyo inavyotakikana ndugu zangu waislamu katika swala. Uwe ni imamu, uwe ni maamuma, uwe waswali peke yako, hivi ndivyo unavyotakikana kufanya, kutulizana katika kila kitendo cha swala. Wakati unaposwali, ukirukuu, tulizana katika rukuu yako, usifanye haraka ya kunyanyuka, wala usifanye haraka ya kuanza adhkar. Tulizana katika rukuu yako kwanza, relax kabisa, mpaka kila kiungo kirudi mahali pake. Na ndugu zangu waislamu, maulama rahimahumullah wameweka hukumu ya kutulizana kwamba ni nguzo katika nguzo za swala. Haitimii swala ya mtu yoyote yule isipokuwa kwa nguzo kama hii ya kutulizana na kumakinika katika swala. Yaqulu Ibn Qudamah fi al-Mughni, Ibn Qudamah katika al-Mughni asema, at-tuma'ninatu fi as-salah ruknun bi ijma'i al-ulama wa man tarakaha fa salatuhu ghayru sahih. Ibn Qudamah asema at-tuma'ninatu fi as-salah, kutulizana, kumakinika na kuwa na utulivu katika swala, ruknun fi as-salah bi ijma'i al-ulama, ni nguzo katika swala kwa ijma' ya wanazuoni. Maulama wote wameafikiana kwamba kutulizana na kumakinika katika swala ni nguzo katika swala. Wa man tarakaha, na atakayeiacha akajifanya na haraka kwenye swala yake, ataka kutoka haraka msikitini, ataka kumaliza haraka swala yake, fa salatuhu ghairu sahih, swala ya mtu kama huyo si sahihi, ni batila, anaregeshewa mwenyewe. Wallahu almusta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulih alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in,
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرقها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجودها. apokea Imamu Ahmad katika musnad yake kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, asema sahabi huyu jalil kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: inna aswa an-nasi sariqa, mtu muovu kabisa kwa uwizi, alladhi yasriqu fi salatihi au alladhi yasriqu salatahu, ni yule mwenye kuiba swala yake, akaiba katika swala yake. Jambo hili likawashangaza sana masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, mpaka wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam: ya Rasulullah, kaifa yasriquha? Vipi mtu anaiba katika swala yake? Vipi mtu anaiba swala yake? Inakuwaje mpaka mtu anaiba swala yake ya Rasulullah? Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Anaiba mtu katika swala yake, anaiba swala yake mtu pale ambako hatimizi rukuu yake wala hatimizi sujudu yake, ni mwenye kudona katika swala yake, ana haraka mno, hamakiniki mtu katika swala yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo la kufanya haraka katika swala, ukadona katika swala yako, ametukataza alayhi salatu wassalam. katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu قال: نهاني خليلي أن أنقر في صلاتي نقر الديك. amenikataza kipenzi changu, rafiki yangu mpendwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amenikataza mimi an anqura fi salati, nidone katika swala yangu kama anavodona kuku. Sote tufahamu jinsi gani kuku anavodona akiwa anatafuta chakula ama akiwa iwala. Hivi tumekatazwa Waislamu. Khitabu hii ilikuwa kwa Abu Huraira radhiallahu anhu peke yake, lakini yatuenea Waislamu wote kwa jumla. Tumekatazwa Waislamu kudona katika swala zetu, kutokuwa na umakini katika swala zetu na kutomakinika katika swala zetu, hasa katika rukuu na katika sujud. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha ukubwa wa jambo kama hili, mtu kutomakinika katika sujudi yake, mtu kutomakinika katika rukuu yake, bali mtu kutomakinika katika swala yake. Alimuona mmoja katika maswahaba hasimamishi mgongo wake vizuri katika swala, akasema baada ya kumaliza swala akawaelekea maswahaba na kuwaambia: ya ma'ashara almuslimin, la salata liman la yuqima sulbahu fi ar-ruku' was-sujud. Enyi kundi la Waislamu, tambueni ya kwamba la salata, hana swala ya mtu kama huyu si sahihi, ni batila, anaregeshewa mwenyewe. liman la yuqima sulbahu fi ar-ruku' was-sujud, kwa yule ambaye hasimamishi mgongo wake kisawasawa, hamakiniki katika rukuu wala katika sujud. Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo la kuzingatiwa sana, jambo la kutilizana katika swala zetu. Dunia imetushughulisha sana. Tukiingia misikitini tufikiria biashara, tufikiria kazi, mpaka tunakosa umakini katika swala zetu.
Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuwekea jambo hili katika swala ili kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa na kutekeleza ibada ya sala kisawa sawa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wale wenye kutulizana katika swala zao, wakawa na khushu' na unyenyekevu katika swala. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefaulu waumini wale ambao katika swala zao ni wenye kumakinika, wenye utulivu na wenye kunyenyekea katika swala zao. Ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo lafaa tulizingatie na tulichukue katika maisha yetu na katika swala zetu. Tuhakikishe tunaswali kwa umakini, tunaswali kama alivyotuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala biasma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.